amelitenda katikati yetu, na liko jambo kuu ambalo Mungu amelitenda katika mji huu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu yeye anapotenda ni kwa sababu yeye ana mipango na mawazo mema juu ya watu wake. Na hata katika ulimwengu wa roho tunajua Mungu anayoyawaza katika mji huu. Yamkini mengine tunayaona katika hali ya kawaida tuko macho, lakini katika hali ya ulimwengu wa roho hatuyaoni. Basi neno la Mungu wakati wote linapohubiriwa na watu wanapomuomba Mungu kwenye ulimwengu wa roho yale yasiyoonekana, basi Mungu analeta suluhisho, Mungu analeta msaada katikati ya watu wake. Leo tutaenda kushirikiana maneno ya Mungu, kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 17. Nitaanza mstari ule wa sura ya 17, kitabu cha Matendo ya Mitume. Nitasoma mstari ule wa 22 mpaka ule mstari wa 24. Alafu nitasoma mstari ule wa 30 mpaka ule wa 34. Neno la Mungu linasema hivi: Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini, kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubiri habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua, Mungu aliyefanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. Mstari wa 30. Zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo hayo kwa kumfufua katika wafu. Nitarudia mstari wa 30 na 31. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninayasoma maneno haya ya Mungu katika Biblia, habari za mtu mmoja anayeitwa Paulo na mji mmoja unaitwa Athene katika nchi ile ya Uturuki. Maandiko yanaonyesha baada ya Yesu kuja hapa duniani, baada ya Yesu kudhihirisha kile ambacho kimemleta hapa duniani, Biblia inaonyesha Yesu baada ya kufa na kufufuka, yeye alipoondoka, maandiko yanasema Yesu akawaachia wale mitume wanafunzi wake, akawaagiza kazi ya kuendeleza, mambo ya kuendelea kufanya, ambayo mambo hayo ni kuhubiri habari njema, ni kuhubiri Injili, ni kuhubiri habari za ufalme wa Mungu. Maandiko yanaonyesha ya kwamba mtumishi wa Mungu Paulo, wakati wanaenda kuhubiri sasa, wanatembea katika miji mbalimbali. Maandiko yanasema katika nchi ya Uturuki wakaenda kwenye mji mmoja wa Athene. Paulo anasema alipokuwa kwenye mji ule, alipokuwa akipita kwenye mji akiangalia mambo yanayoendelea kwenye mji, maandiko yanaonyesha aliona watu wa Athene ni watu ambao maisha yao wanaabudu miungu, wanaabudu mizimu, mambo ya mizimu, mambo ya miungu
huyu Paulo akawa akipita kwenye hayo maeneo na kuyaona. Maandiko yanasema akawa anaenda kwenye masinagogi, anahojiana na watu mara kwa mara. Siku moja Biblia inasema wale wanafalsafa wa kwenye lile eneo wakamkaribisha, wakamwambia, basi tunakukaribisha, kuna mahali maalum ambapo hapo mahali kazi yake kubwa ni kusikiliza habari ya mambo mapya kama haya unayoeleza wewe, maana katika mji wetu haya ni mambo mapya. Katika mji wa Athene, kwa falsafa yetu tulionayo na akili tulizonazo na elimu tulizonazo, hayo mambo nayo yaongea yanaonekana ni mambo mapya. Basi tunakukaribisha uje kwenye eneo maalum, kwenye uwanja ambao tutakuwa tayari kusikiliza hayo mambo mageni, kusikiliza hayo mambo mapya. Wanamwalika Paulo ili aende wasikilize. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu mimi naona ni hodari sana, ni watu wazuri, wana mambo waliyoyasikia kwa Paulo, habari ambazo walikuwa akizieleza, habari za tumaini, habari za ukombozi, habari za suluhisho la maisha yao, habari za tegemeo ambayo katika hilo watu wanaweza wakaokolewa kwenye mambo mbalimbali. Walipokuwa wakisikia, wakamkaribisha Paulo. Biblia inasema akaenda kwenye ile eneo la uwanja, eneo la Areopago, ambao wako watu wataalamu wa lugha, watu watafiti wa kusikiliza maneno, mambo ambayo ni mageni na mapya, ili wayachunguze, wayatafutie kiwango cha elimu kwamba yanalingana na nini haya mambo, yanalingana kiwango gani, yana uwezo gani. Hao wanafalsafa ni wasomi ambao ukisema kuneno fulani wameshalilinganisha mahali fulani, wanajua limetokea mahali fulani, wanajua chanzo chake, wanajua na hatima yake. Lakini maneno aliyokuwa nayaongea Paulo yalikuwa ni maneno mageni kwao, maneno ambayo hawajawahi kuyasikia, maneno ambayo yalikuwa yanagusa mioyo yao, yalikuwa yanagusa maisha yao, yalikuwa yanagusa njia zao, maneno ambayo yalisimama kama Mungu mwenyewe akisema na watu wake. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Inasema alipofika kwenye Areopago akasimama, wakamwambia, sasa tuko tayari kukusikiliza, wewe ongea sasa, maana tunataka tuyasikie maneno unayoyaongea, maneno ambayo unayazungumza. Biblia inasema Paulo akawaambia, nilipokuwa nikipita kwenye mji wenu na kutembea na kuingia kwenye nyumba zenu za ibada, nilipokuwa kwenye nyumba za ibada nikaona ibada zenu, nikaona jinsi ambavyo mna shauku, mna kiu juu ya kumwabudu Mungu, nikawatazama. Lakini nilipoangalia kwenye madhabahu zenu, nikaona madhabahu ya kwanza ina jina la Mungu, madhabahu ya pili ina jina la Mungu, madhabahu ya tatu ina jina la Mungu, madhabahu ya nne, ya tano na ya sita, mpaka madhabahu ya tisa. Anasema na kila madhabahu yenye kuwa ina jina la Mungu, huyo Mungu alihusika na maisha
habari za Mungu ambaye hamumjui. Maandiko yanasema akaanza kuambia, huyu Mungu tangu zamani ndiye aliyeumba mbingu na nchi, ndiye aliyeshika majira, ndiye anayewaongoza watu, ndiye ambaye ameumba vitu vyote mnavyoviona, mimea na kila kitu. Ni mmoja tu ndiye aliyeumba, na kwa kuumba kwake lengo na makusudi wanadamu wafurahie uumbaji wake, wasiwe wa kulialia, wasiwe watu wasioelewa, wasiwe watu wenye changamoto ambazo hazina suluhisho. Anawaambia huyu Mungu ndiye aliyeumba vitu vyote. Huyu Mungu tangu zamani alitaka watu wamjue yeye, ingawa hata kama ni kwa papasa tu, hata kama ni kwa kujitahidi tu, lakini wafikie viwango wamjue yeye. Huyu ndiye ambaye nitawaambia habari zake na waeleza habari zake. Anawaambia hawa watu wa Leopago wakaendelea kukaza masikio, wanamsikiliza. Lakini ni kweli inawezekana aliyeumba vitu vyote ni mmoja. Ni kweli. Basi mstari wa 30 nasema, sasa basi zamani zile za ujinga Mungu alifanya kama hazioni. Zamani za ujinga, mlipokuwa mnatenda dhambi, mnatenda mabaya, Mungu alikausha tu, Mungu akawavumilia tu, Mungu akanyamaza tu, Mungu akawatazama tu, akawaangalia. Anasema zamani zile za ujinga Mungu aliwaacha, aliwaangalia. Anasema lakini sasa Mungu amemfunua mtu mmoja anayeitwa Yesu Kristo, na kwa sababu hiyo huyo mtu anayeitwa Yesu Kristo Mungu alimdhihirisha pale alipokufa, halafu akamfufua. Pale alipokuwa amekufa akawa hai tena. Na huyo Yesu Mungu amemweka kuwa ndiye mhukumu wa wanadamu wote, ndiye mhukumu wa kila kitu. Wale watu wakatega masikio. Hivi kumbe yuko mmoja ambaye Mungu amemweka. Anawaambia sasa, ninawaeleza, ngoja nikwambie, tangu zamani na hata leo watu wanaabudu. Ni sawa, ni lazima mwanadamu waabudu, maana ndani ya moyo wa mwanadamu kumewekwa mambo ya kuabudu, kumewekwa mambo ya kuabudu. Iwe ni kwenye mti, sawa, ataabudu mwanadamu. Iwe ni kwenye mawe, ataabudu mawe. Iwe ni kwenye chupa, ataabudu chupa. Iwe ni kwenye makaratasi, ataabudu makaratasi. Iwe ni kwenye nini, mwanadamu amewekewa kuabudu. Lakini Biblia inasema Mungu ameweka njia sasa hao wanadamu kwa kule kupapasa, ili kwa njia hiyo waweze kumfikia Mungu, waweze kumfikia Mungu. Hiyo ndio ambayo jioni ya leo ninataka nikueleze kwenye viwanja hivi. Hiyo njia ambayo Mungu ameiweka, njia ambayo pamoja na kuabudu, hata kama ni kwa namna gani, kupitia hiyo njia ambayo katika njia hiyo tunatembea, katika njia hiyo tunaishi, katika njia hiyo tuna uhai wa Mungu, katika njia hiyo tunasimama hata sasa. Njia ambayo maandiko yanasema Mungu yuko aliyemdhihirisha. Jioni ya leo ninataka niongee na wewe habari za huyo aliyedhihirishwa, habari za huyo ambaye Mungu amemtoa kwa ajili ya watu wa Kilole. Maisha ya Kilole, watu wa Kilole, maandiko yanaeleza yuko mmoja ambaye Mungu amemfunua, ambaye Mungu amemdhihirisha, ambaye Mungu amemweka wazi. Na amemfunuaje na kumweka wazi? Maandiko yanasema pale alipomfufua katika wafu, ile siku Yesu alipokufa pale msalabani, Yesu akasema imekwisha, maana kazi ya ukombozi nimemaliza, kazi ya kurudisha kile ambacho kilikuwa ni mali ya Mungu nimemaliza. Akasema imekwisha. Alipoenda kuzimu, akamnyang'anya shetani mamlaka, akamwambia shetani, hauna mamlaka tena, mimi tayari nimeisha kuja. Shetani akawa hana kitu tena juu ya maisha ya mwanadamu. Ndiyo maana leo kwa jina la Yesu watu wanapata amani, kwa jina la Yesu watu wanasamehewa, kwa jina la
asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposoma haya maneno ninasikia nguvu, kwa sababu tunaishi kwenye dunia ambayo ina uonevu, dunia ambayo watu wanalia hawana msaada, watu wanalia hakuna anayewaangalia, hata kama wanaangaliwa lakini hakuna wa kuwasaidia. Kwa nini? Kwa sababu wameshindwa kujua msaada wao unatoka wapi, msaada wao uko wapi. Mwandishi wa Zaburi anasema, msaada wangu katika Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Yeye ndiye anaweza kukupa msaada, ndiye anaweza kukusaidia, na si hivi tu. Ipo njia ambayo ameweka ya kukusaidia wewe, ipo njia ambayo ameitengeneza kwa ajili ya kukusaidia wewe. Haleluya, haleluya. Mtu wa Kilole, tunapoongea haya maneno ya Mungu, ni majira na nyakati sasa. Wewe mtu wa Kilole ujue, maisha ulionayo sasa yanaenda kwenye hatima, yanaenda mwisho. Na kama yanaenda mwisho, usiwe mtu asiyejua, usiwe mtu asiyesikia, usiwe mtu asiyeelewa, ili ukajue kama kuna pa kukimbilia, kama kuna pa kuenda. Tunakuonyesha njia ya kwamba ipo njia. Maana dunia tulionayo leo, wewe ni shahidi, kila mmoja wetu ni shahidi. Dunia tulionayo hali ni mbaya. Dunia kama anavyosema Isaya, inalewa kama mlevi. Dunia kuvunjika, imevunjika sana, inalewa kama machela, na mzigo wa dhambi umeilemea dunia. Kila asubuhi ni dhambi, mchana ni dhambi, jioni ni dhambi. Watu wamefika wakati sasa maisha yao wamekaa mbali na Mungu, na Biblia inasema walipoacha kujua ya kwamba mimi ni Mungu, Mungu naye akawaacha waendelee katika tamaa zao, waendelee katika maovu yao, wakawakiana tamaa, hata matumizi ya asili wakayabadilisha. Leo watu wanaoana, wanawake kwa wanawake, wanaume kwa wanaume. Ni wakati umefika sasa. Wewe mtu wa Kilole ujue ni njia gani itakao kusaidia ili uweze kuwa salama, ni njia gani itakao kusaidia ili uweze kupona kwa wakati tulio nao. Shetani ni mfalme wa dunia hii. Shetani anawinda, na shetani amekamata kila kona, kuanzia watoto wadogo wanakaa kwenye mitandao, wanachati, wanaangalia picha za ngono, wanaangalia mambo yanayotendeka. Mtoto mdogo anajua kila kitu. Anapoendelea kuishi, akili imeshaharibika, ubongo umeshaoza. Kwa habari ya Mungu hakuna tena. Wamekaa, wameharibikiwa, wanawaza tu shetani. Tamaa zimeshika maisha yao, wanawaza maovu. Ni kwa sababu ni wakati wa uharibifu, ni wakati ambao dunia inalewalewa, dunia inawayawaya. Mzigo wa dhambi umeelemea dunia. Ni kwa namna gani utapona? Mungu ameweka njia. Yuko mmoja wa kukusaidia, yuko mmoja wa kuponya maisha yako. Jioni ya leo nakutangazia yuko mmoja. Nilipokuwa nikimtafakari huyu Yesu, nikimfikiria juu ya maisha yake, juu ya kazi ambazo amezifanya, juu ya mambo ambayo ameyatenda, namuona ni wa ajabu sana. Maana kama sio Yesu, hata mimi maisha yangu leo nisingesimama hapa. Ningeshakufa miaka 30 iliyopita, ningeshakuwa nimekufa. Kwa nini? Maisha ya dhambi yangeshaniondoa kwenye uso wa dunia. Lakini baada ya kujua njia ya kumwendea Mungu kupitia Yesu Kristo, maisha yangu, siku za kuishi zimeongezwa, umri wangu umeongezwa, maisha yangu yameendelezwa kwa sababu ya Yesu, ambaye yeye ukishampa maisha anaingia mkataba na wewe, anaingia mkataba na wewe. Haijalishi una umri gani, ukimpa Yesu maisha, haijalishi unateswa na nini, anaingia mkataba na wewe.
juzi yani kasema hivi. Yaani wewe hata ukimkataa Mungu, Mungu anabaki kuwa nani? Anabaki Mungu tu. Lakini maisha yako bila Mungu ni maisha ambayo ni bure, hayana faida, hayana maana yoyote. Na ninaposema maisha bila Mungu haina maana wala haijalishi ya kwamba unafanya ibada au hufanyi ibada. Biblia inasema, Isaya anaeleza, anasema dhambi zenu zimewafarakanisha na mimi Mungu. Hata mnapokuwa mnasali sitaki kusikia sala zenu, hata mnapokuwa mnaimba sitaki kusikia nyimbo zenu, kwa sababu maovu mnayoyapenda yamewaweka mbali na mimi, yamewafarakanisha na mimi. Lakini iko njia. Isaya anasema, anaeleza habari ya unabii ya mtu ambaye alisema anakuja. Huyu ninaeleza habari zake leo anaitwa Yesu Kristo, ambaye ukimwamini yeye umekuwa salama. Ukimwamini yeye hauhitaji njia nyingine yoyote. Yeye ni parcel iliyokamilika. Yeye ni kifurushi kilicho kamili. Hakuna chochote kingine tena. Kwa habari ya magonjwa, yeye ndio suluhisho. Kwa habari ya mahitaji watu walionayo, yeye ndio suluhisho. Yeye amebeba full parcel juu ya maisha ya mwanadamu kwa kile ambacho atakihitaji. Mpendwa, jioni ya leo yupo Yesu wa kukusaidia. Yupo Yesu wa kukusaidia. Yupo Yesu ambaye anahitaji akusaidie. Tumishi wa Mungu anawaambia hawa watu, anawaeleza hawa watu wa Athene, anasema, enyi watu wa Athene, ni kweli mnajuhudi, ni kweli mnajuhudi, mnajuhudi la kumtafuta Mungu, ni kweli. Lakini nilipokuwa nikiangalia, nilipokuwa nikiwatazama habari za ibada zenu, nimeona kabisa kwenye madhabahu, ziko madhabahu nyingi, madhabahu ambazo zina majina ya miungu au Mungu. Kila Mungu ana shughuli yake, hakuna Mungu wa aina hiyo. Lakini madhabahu ya 10 yuko Mungu asiyejulikana, mmeandika. Huyo ndiye ninawaambia habari zake. Yeye ndiye anayestahili, na maandiko yanasema akaja akamfunua Yesu, akamweleza Yesu. Yesu ni wa namna gani? Yesu ni wa aina gani? Ninapomwangalia Yesu alipokuwepo duniani, maandiko yanasema yeye alikuwa akitembea katika miji na vijiji akihubiri habari za ufalme wa Mungu. Alipokuwa akihubiri habari za ufalme wa Mungu, watu walishangaa kwa maneno ya neema yaliyotoka kwenye kinywa chake. Maana kila aliponena watu walisema, hii ndio shida nilionayo, hii ndio utoshelevu ninaotaka. Kila alipoongea na Yesu, vile anasema wakati fulani anawaambia watu, anawaelezea kwa habari ya tumaini la baadaye. Wakamuuliza maswali, wakamwambia, wewe mbona unajishuhudia mwenyewe? Mbona unajieleza mwenyewe? Unaposema ya kwamba mimi ndio nuru, unaposema ya kwamba mimi ndiye mchungaji mwema, unaposema ya kwamba mimi ndiye anayefungua kuzimu, mbona hatuoni? Hakuna ushahidi wowote, mtu mwingine anayezungumza badala yako. Tunaona wewe unajieleza mwenyewe. Yesu anawaambia, ni nyinyi ndio ambao mnashuhudiana kwa habari zangu mimi. Hakuna mambo hayo mnayoyataka, kwa sababu mimi ninajua ninakotoka na ninajua ninakoenda. Mimi ninajua ninakotoka, najua nitakoenda. Sihitaji ushahidi wowote, maana hakuna ambaye anaweza kanitafutia mimi ushahidi, maana natambua na ninyi nawajua. Yesu alikuwa amebeba full parcel juu ya maisha ya mwanadamu, ya kwamba yeye si leo tu, yeye si jana tu, yeye si miaka ile tu, yeye ni siku zote anaendelea kuwepo kwenye maisha ya mwanadamu. Kila ambaye atasema Yesu nakuhitaji, Yesu ninakutaka wewe, Yesu
ninamhitaji Yesu, ninamhitaji Yesu, ninahitaji maombi, ninahitaji niombewe leo, ninahitaji ili nipate tumaini jipya, ili maisha yangu siku ziongezwe. Ngoja nikwambie, napenda sana habari za Yesu. Yaani maisha yako wewe yako mikononi mwa vitu vitatu. Maisha ulionayo wewe, shetani anayawinda. Yaani shetani anakuwinda mchana na usiku. Anakuwinda. Ndio unasikia amekumbwa na mnyama, kakutana na mnyama, kakumbwa na mnyama, amekumbwa na jini. Shetani anakuwinda sana. Na shetani anazunguka ili ayaharibu maisha yako. Mtu wa pili, wako wanadamu nao wanawinda maisha yako. Wanapanga mipango, wanakaa vikao, wanataka maisha yako wayaharibu. Kila siku wanakuwinda. Na yuko watatu ambaye ndiye aliyekuumba, Mungu wa mbinguni. Sasa wewe unafikiria utaponea wapi? Utaponea wapi? Kwamba kwa Mungu upo na kwa shetani upo? Hamna hicho kitu. Kama utaamua kumpa Yesu maisha yako, na kumaanisha sio kumpa tu Yesu maisha na kuendelea kwenye dhambi, kumaanisha maisha yako usipofanya hivyo yako hatarini. Yako hatarini. Siku moja utajuta. Siku moja utalia. Na hiyo siku ikifika, hakuna namna tena. Hakuna ujanja. Waswahili wanasema imetoka hiyo, hairudi. Hairudi. Utabaki unalia, utabaki unateseka, unamaliza na kilio. Lakini yupo Yesu ambaye yeye anasema, anawaagiza watu sasa wa kila mahali wapate kutubu. Iko toba ya kweli ambayo hiyo ukiifanya maisha yako hayatakatiliwa mbali. Kwa nini? Kwa sababu umejua kusudi la Mungu. Wako watu wengi kwenye dunia leo hawajui maana ya kuishi. Ngoja nikwambie, kama hujui maana ya kuishi, maana yake maisha haujaanza. Haujaanza maisha kwa sababu hujui maana ya kuishi. Aliyejua maana ya kuishi ni yule aliyejua nini makusudi ya Mungu kwenye maisha yake. Akijua makusudi ya Mungu, akaanza kuyafanyia kazi, huyo ndiye anayejua maana ya kuishi, na ndipo anaanza maisha hapo. Lakini wewe usiyojua, ndio maana unaelewa, ndio maana unafanya umalaya, ndio maana unavuta bangi, ndio maana unaiba, ndio maana unapokea rushwa, ndio maana ni mshirikina, ndio maana ni mganga wa kienyeji, hauishi bila mazindiko. Unapotongozwa na kutamaniwa, unasema hili ndio dili, unasema uje upepo, leo imenialia. Unapoenda kwa mganga akikwambia utapeli wake, unasema huyu ndio wa kweli. Ngoja nikwambie, mpaka leo kama maisha yako ndio hayo, hujajua maana ya kuishi na hujaanza maisha. Siku utakapompa Yesu maisha, ukajua makusudi ya Mungu kwako ni nini, ndipo utakapokuwa unaanza kuishi. Na ukianza kuishi, Mungu anaanza kuchora ramani ya maisha yako mapya, ramani ya njia zako mpya, ramani za mwenendo wako mpya, wa maneno ya kinywa chako. Mungu anaanza kuchora, anawekeza hata hofu ndani yako juu ya Mungu, kwa sababu unajua yeye ndiye aliyekuumba. Yeye ndiye mwenye maisha yako. Unaenda na kutenda siku zote ambayo yeye atakuwa anayatiki. Na hata ukikosea, unaona ndani ya moyo wako iko indicator inasema umekosea, 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 rudi. Kwa nini? Maana umeanza kuliishi kusudi la Mungu. Naomba tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna raha kama kuliishi kusudi la Mungu. Pendwa, mtu wa Kilole, tumekuwa na mkutano wa siku 3. Tunajua kazi ya shetani ni nini. Mji wa Kilole tunajua maisha ya watu wa Kilole yakoje. Tunaelewa, na sisi tunaishi humu. Tunapishana, tunazo
tunazungumza wote pamoja, tunakusikiliza. Tunajua maisha ya mji huu ni maisha ambayo mbele za Mungu yanatia aibu. Mbele za Mungu maisha ya mji huu yanahuzunisha. Mbele ya mji huu unapomtafakari Mungu na watu, unaona kabisa kweli Mungu anahitajika kwenye mji wa Kilole. Mungu anahitajika kwa wanaume wa Kilole. Mungu anahitajika kwa wanawake wa Kilole. Mungu anahitajika kwa vijana wa Kilole. Mungu anahitajika. Tupate wimbo kuabudu. Tunataka tuombe sasa. Ninataka nikuombee. Tuombe. Yeye Mungu ambaye amelituma neno lake, yeye analo jambo, yeye analo kusudi, yeye analo jambo anataka kutendee. Jioni ya leo anataka abadilishe historia ya maisha yako. Anataka kuumbe upya. Anataka kutengeneze upya. Yuko ambaye wewe kwake ni wa thamani. Anafuatilia maisha yako. Niliwaambia juzi na jana nikasema, maisha tulionayo, Mungu yeye ameweka mchakato. Injili tunayohubiri habari njema ni mchakato wa Mungu, ni harakati za Mungu za kumtafuta mwanadamu aliyepotea. Mungu ndio yeye mwenyewe anamtafuta mwanadamu. Lakini dini tulizo nazo, hata dini yangu hii nilionayo hapa, huu ni utaratibu tulioweka sisi wenyewe wanadamu wa
Ndio maana jioni ya leo umekusudia mema kwao, umelituma neno lako katika jina la Yesu. Ninang'oa roho ya kutokuamini, roho ya kutokuamini, roho ya hofu, roho ya woga, roho ya mashaka. Ninaing'oa katika jina la Yesu Kristo. Maana wewe unawaza mema juu ya watu hawa, unakusudia mema juu ya watu hawa, una mpango mwema juu ya watu hawa. Bwana, waangalie watu wako jioni ya leo, maana ulisema ya kwamba upendi mtu yoyote apotee, bali watu wako wafikirie toba. Hata sasa yuko mtu ambaye umeisha sema naye, umeisha zungumza naye jioni ya leo, maana umejua hatima yake inakoelekea. Bwana, wakati huu sasa ninapoenda kuomba kwa ajili yao, ninapoenda kuomba maombi rasmi juu ya watu wako, ili wapate suluhisho na wewe, ili wapate toba kwako wewe. Maana ulipomtuma Yesu, wewe umeweka Yesu kuwa daraja, Yesu kuwa njia, ili tuweze kumfikia wewe. Maana kupitia Yesu, Baba, wewe unasamehe, wewe unatakasa. Asante kwa sababu ya mtu huyu ambaye jioni ya leo wewe unawaza mema juu yake, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. Ninataka nifanye maombi kwa ajili yako sasa. Ninataka nikuombee jioni ya leo. Ninataka nifanye maombi rasmi kwa ajili yako. Nimekwambia wale watu wa Athene, Paulo alikuwa anawashuhudia. Anasema, nilipoingia kwenye nyumba zenu za ibada, kweli nimeona mna harakati, mnajishughulisha, mnamtafuta kweli Mungu, lakini njia mliokuwa mnatumia haikuwa njia rasmi. Njia ambayo mlikuwa mnaitumia sio sahihi. Ndio maana mmeendelea kutenda dhambi, mmeendelea kufanya yasiyofaa. Lakini sasa, zamani zile za ujinga, Mungu alijifanya kama haoni. Lakini sasa Mungu anaagiza watu wafanye toba. Jioni ya leo nataka nikuombee sasa toba. Toba juu ya maisha yako wewe na Mungu. Wewe ambaye unajua mwenendo na matendo yako, unajua, maana Biblia inasema kila mtenda dhambi ni kipofu, lakini neno la Mungu ni nuru. Nuru jioni ya leo inakufunulia kujua, inakupa kuona juu ya maisha yako. Neno la Mungu ni hai, tena lina ukali kuliko upanga wowote ukatao kuwili, linatambua hata mawazo yako. Neno la Mungu linakuona jioni ya leo. Mungu anataka alete suluhisho ndani yako. Mungu anataka alete msamaha ndani yako. Yesu akasema, njooni kwangu nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu ananyoosha mikono. Tena kitabu cha Ufunuo anasema, tazama nasimama mlangoni, ninabisha. Mtu akisikia sauti yangu, akifungua mlango wake, nitaingia kwake, nitakaa na yeye, nitakula na yeye, nitatembea na yeye. Mimi nitakuwa ni baba yake, naye atakuwa kwangu mwanangu. Yako maandiko mengi yanaonyesha usalama wa maisha ya mwanadamu pale ambapo atafungua moyo wake, atamkaribisha Yesu ndani yake. Kwa sala hii na kwa maombi haya ninayoenda kukuombea jioni ya leo, funika macho yako. Pale ulipofunika macho yako, ni wakati sahihi. Tunakwenda kumaliza mkutano huu. Inawezekana mkutano huu ni kwa ajili yako kabisa, maana Mungu yeye anajua hatima ya maisha yako. Mungu hapendi upotee usisikie habari hizi. Mungu amesababisha mkutano huu ili
Mungu, kumbuke mwanamke huyu, kumbuke mwanaume huyu. Waangalie vijana hao Bwana, njia zao ziko wazi mbele zako. Nataka nikuombee maombi ya toba. Nataka nikuombee maombi ya suluhisho. Upatanishe maisha yako na Mungu. Ni kweli una juhudi, lakini shahidi wa mambo yako ni wewe mwenyewe. Shahidi wa njia zako ni wewe mwenyewe. Funika macho yako, nataka nikuombee maombi ya toba. Funika macho yako. Acha kusikiliza sauti nyingine. Ndani ya moyo ziko sauti. Shetani analeta sauti. Anasema ukinyoosha mkono, ukinyoosha mkono, fulani atakuangalia, fulani atakutazama. Ngoja nikwambie, usimwangalie fulani. Jiangalie wewe mwenyewe juu ya maisha yako. Jiangalie wewe mwenyewe juu ya njia zako. Unapowaza shetani anakuletea sauti, mbona jambo lile hujalikamilisha? Mbona mpango ule haujakaa vizuri? Mbona kuna kitu kile? Yote hiyo ni hila za shetani ndani ya maisha yako wewe, ili usifikie mahali pa toba, ili shetani ayafike maisha yako. Kazi ya shetani ni kuchinja, kuua na kuharibu, lakini Yesu alikuja ili tuwe na uzima, tena sio uzima nusu-nusu, tuwe na uzima tele. Jioni ya leo ninataka nikuambie sasa, funika macho yako na kwenda kukuombea. Wewe unayesema mchungaji, ninataka uniombee. Mchungaji, nataka maombi, ni maisha yangu nipatanishe na Mungu wangu. Nyosha mkono wako hapo ulipo. Nyosha, usimwangalie mtu yoyote. Wewe ambaye unaona maisha yako unayajua. Nimeongea Kiswahili, nimeongea lugha nyepesi, nimejitahidi kufafanua ili ujue ninachokisema, ili unapokuja kufanya toba Mungu akasimame na wewe. Unapofunika macho yako, funika macho yako, usimwangalie mtu mwingine. Wewe unayesema ninahitaji maombi jioni ya leo, wewe unasema nahitaji mchungaji leo, maisha yangu nipatanishe na Mungu, nyosha mkono wako hapo ulipo. Nataka nikuombee. Inasikitisha, unaweza usijue, kumbe hii ni nafasi yako ya mwisho ambayo hautakuja tena kuwa na kiu na shauku ya neno la Mungu. Shetani atayateka maisha yako, hata kupeleka mahali ambapo hautasikia habari hizi. Siku ya leo na jioni ya leo, tumia nafasi hii. Nyosha mkono wako hapo, nataka nikuombee. Nyosha mkono wako, nataka nikuombee. Jioni ya leo, tumia nafasi hii. Haijalishi unafanya ibada, haijalishi unasali, wewe ndiye unajua. Yesu akasema, atakaye nikiri mbele za watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu wa mbinguni. Atakaye nionea haya mbele za watu, nami nitamwonea haya siku ile. Bali waoga na wasioamini na wachukizao, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Wako waoga, anasema nikiokoka mama yangu atasemaje, ndugu zangu watasemaje, marafiki zangu watasemaje, wapenzi wangu wataniangaliaje, mbona kitu kile kiko mbele. Waoga na wasioamini, sehemu yao ni katika ziwa la moto. Nyosha mkono, nataka nikuombea. Nyosha mkono. Wewe ambaye umenyosha mkono, wewe ambaye umenyosha mkono, naomba chukua hatua. Chukua hatua, njoo hapa mbele. Chukua hatua. Wewe mhudumu ndio naye hapa mbele, njoo ni pamoja hapa mbele niombe. Unaweza ukashangaa, ukasema ya kwamba labda sasa naona aibu. Hujui hatima yako, maisha ulionayo. Watu wanafyekwa kiajabu sana. Unashangaa ni sasa hivi tu alipakia pikipiki, sasa hivi tu amejiingiza chini ya uvungu wa pikipiki. Unashangaa tu aliumwa ghafla, alienda tu kuoga Ruvu. Korogwe, Kilole tulionayo ina njia nyingi za kuondoa uhai wa watu. Anakwenda Ruvu siku zote hafi. Siku imefika
unapoitumia na kuonea huruma, haujui nini shetani anachokilenga. Jamani, kufa haijalishi una umri gani. Watoto wanakufa, mradi unajua dhambi ni nini. Dhambi itakupeleka jehanamu. Dhambi itaharibu maisha yako. Dhambi itakutafuna. Dhambi itakutendea mambo ambayo inasikitisha. Lakini yupo Yesu anahitaji akusaidie. Ninyi ambao mmefika mahali hapa, ninataka niwaombee sasa. Panifuata maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nipo mbele zako. Mimi mwenye dhambi. Ninatubu jioni ya leo dhambi zangu zote nilizowakosa mbele zako, kwa maneno yangu na kwa matendo yangu. Yesu, ukanisamehe, ukanisafishe. Kuanzia sasa mimi ni mwana wako. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Yesu, asante kwa kunisamehe. Na wewe shetani, kuanzia sasa mimi si wako, mimi ni wa Yesu. Katika jina la Yesu ninakataa kazi za shetani. Najiunganisha na Yesu Kristo. Yesu Kristo, najiweka mikononi mwako. Naomba msogee hapa mbele, niweke mikono juu yenu. Naomba watumishi wa Mungu tupite hapa mbele tuombe kwa ajili ya watu hawa. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu wewe ni mwema. Wewe ni mwaminifu. Maisha ya watu hawa Bwana, wewe unajua. Unajua matendo yao na mienendo yao. Jioni ya leo, Baba, wasamehe. Watakase sasa. Geuza njia zao. Geuza mienendo yao. Geuza matendo yao. Geuza mienendo yao. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Geuza sasa yaliyoharibika. Geuza sasa yaliyopotea. Geuza sasa. Weka njia mpya. Weka njia mpya. Weka njia mpya. Weka njia mpya. Kwa jina la Yesu. Ninaharibu sasa kazi zote za shetani. Matendo yote maovu ninaharibu katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila kilichoelekezwa, kila kilichopandwa, toweka, toweka, toweka. Achia kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Baba, wasamehe sasa katika jina la Yesu Kristo. Ninafuta kila yaliyotendeka, kila yaliyofanyika. Yesu, ulisema katika neno lako, kwa sababu kimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini atakupata haki, na kwa kinywa ukiri atakupata wokovu. Asante Bwana, maana umewasamehe watoto wako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Naomba wadumu wasaidieni. Ninabarikiwe sana mama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yuko mahali hapa atusaidie. Wale ambao ni wagonjwa, wenye mahitaji mbalimbali, na kwenda kuomba kwa ajili yenu sasa. Na wewe niombe kwa ajili ya wagonjwa. Wewe ambaye jana hatukukuombea, juzi hatukukuombea, na leo umekuja, wewe unaumwa, unahitaji msaada utokao juu. Yupo Yesu wa kukuponya. Yupo Yesu wa kukusaidia. Yupo Yesu wa kukutendea. Yupo Yesu wa kukupa uzima katika jina la Yesu. Pita mahali hapa tuombe. Wewe ambaye unaumwa, wewe ambaye unahitaji msaada, Mungu ashughulike na wewe. Kama si wewe Yesu, ningekuwaje mimi? Kama si wewe Yesu, ningekuwaje mimi? Oh, kama si wewe Yesu, ningekuwaje mimi? Kama si wewe
si wewe Yesu, ningekuwaje mimi? Ninakushukuru Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya mji wa Kilole ambao jioni ya leo katika viwanja hivi vya kanisa la FCT nimenena habari zako za ufalme wa Mungu siku ya leo ya mwisho. Mungu wa mbingu na nchi, asante Bwana kwa sababu ya neno lako la uzima. Asante kwa sababu ya anga hili ambalo wewe unatawala. Asante kwa sababu unatawala kila eneo, unatawala miti mikubwa, unatawala njia panda, unatawala vichuguu vyote, unatawala kwenye makaburi, unatawala kwenye viwanja na kwenye masoko, unatawala pembeni mwa mito, unatawala katika vilingo. Kwa jina la Yesu Kristo ninatuma sasa moto, ninatuma mashambulizi sasa maeneo yote niliyoyatajwa, kwenye mfuko ule wa ukoba, kwenye mfuko ule wenye ukoba, kwenye mfuko ule wa uganga, kwenye mfuko ule wa ushirikina, katika jina la Yesu ninatuma mashambulizi sasa. Kwa jina la Yesu ninatuma moto kwa mwanamke yule, ninatuma moto wa Kristo. Kwa jina la Yesu ninaharibu kazi zote za shetani katika jina la Yesu. Roho za chuma ulete kwenye njia panda kwa jina la Yesu. Kila mashambulizi ya shetani katika jina la Yesu ninatuma mashambulizi sasa, ninatuma moto. Achia, 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 achia kwa jina la Yesu. Achia, achia, achia. Ninatuma moto, ninatuma moto, ninatuma moto popote pale ulipo. Kazi zote za majini, kazi zote za majini, kazi zote za mashetani katika jina la Yesu ninatuma moto, ninatuma moto, ninatuma moto, ninatuma moto. Majini yote, majini yote, viamkera vyote kwa jina la Yesu ninatuma moto, ninateketeza katika jina la Yesu. Moto, 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 moto. Achia, achia, achia kila uliposhikilia, kila ulipotegeshea katika jina la Yesu. Maeneo yote ya makafara, maeneo yote ya makafara katika njia panda, maeneo yote ya makafara kwenye kona, maeneo yote ya makafara ninatuma moto kwenye vilingo vile katika jina la Yesu. Wanaotoa makafara ya kuku, makafara ya wanyama, makafara ya vitu, makafara ya mambo mbalimbali katika jina la Yesu ninatuma moto. Kila maagizo ya shetani na mawakala wake ninateketeza katika jina la Yesu. Ninaharibu sasa, naharibu mikoba yote, naharibu vitabu vyote vya uganga, ninaharibu vitabu vyote vya ushirikina, mikoba yote, kunguni zote katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Yesu, tawala anga hili sasa. 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 Kazi zote za kichawi hazina mamlaka katika jina la Yesu. Yesu, watu wako wakikukimbilia wewe Baba ukatende, maana ulitenda, unatenda na utaendelea kutenda katika jina la Yesu Kristo. Ninakabidhi mji huu mikononi mwako nikiomba na kushukuru. Wote tuseme amen. Amen. Karibu kiongozi wa ibada malizie. Jana tulitoa bahasha. Wewe ambaye umekuja na zile bahasha mmengoja shatolewa, naomba nichukue bahasha, chukue na hii. Naomba nilete hapa niziombee. Naomba tusimame tuombe. Wewe ambaye umekuwa na moyo wa kuona ya kwamba nahitaji kutia nguvu kwenye kazi hii ya Injili, yako mambo yanatakiwa yafanyike. Kama tunavyoona tunatumia vyombo, viko vingine bado havijakaa vizuri, tunahitaji
tuwe na vyombo ambavyo tukisimama kuhubiri kila kona ya mji wa Kilole wanasikia. Naomba hebu changamka basi, fanye maombi kwa ajili ya hizo bahasha. Hebu mchungaji, tuweke mikono tuombe juu ya watu hawa. Baba, katika jina la Yesu, asante Bwana kwa sababu ya neno lako ambalo halitaanguka bure. Watu hao wametoa hivi ambavyo wameweka mbele zako Bwana. Asante kwa sababu ya bahasha hizi maalum kwa ajili ya kazi yako Bwana. Ninajua si kwamba wana utoshelevu, si kwamba wamejaza na kushindilia, si kwamba wana vingi, lakini Baba, ni moyo ule wa kupenda ambayo watu wako wameamua kufanya. Baba, katika jina la Yesu, hakuna aliyetenda mema akaishia kutenda mema tu. Bwana, wewe usimtendee. Hakuna aliyetenda mabaya akaishia kutenda mabaya. Wewe usilipe matendo yake. Baba, kwa wema huu watu wako walioupenda, Baba, ninawaleta mbele zako sasa kwa mahitaji yao, kwa haja za mioyo yao. Mungu, kawakumbuke sasa. Mungu, kawaangalie sasa. Mungu, kawatendee sasa katika jina la Yesu. Furaha ya kweli, baraka za kweli, Baba, mahusiano ya kweli yakawe katikati ya watu wako Bwana, katika jina la Yesu. Iwe ni kwa vidogo, maana ulisema katika neno lako uaminifu unaanza katika vidogo. Maana tukiwa waaminifu katika vidogo, tutakuwa waaminifu pia katika vingi. Tukiwa waaminifu katika vichache, pia tutakuwa waaminifu katika vingi. Asante Bwana, maana utawabariki watu wako. Ni katika jina la Mungu Baba, utagusa maisha yao, utaponya maisha yao, utatembea katika maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. 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 Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu mchungaji uwailishe mkutano. Baba Mungu wa mbingu na nchi, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo Bwana limesikika katika kiwanja hiki. Naamini ya kwamba mbegu njema imepandwa katika mioyo ya watu wako. Neno lako ambalo Bwana limesikika likafanyika kuwa mbegu zilizo hai. Bwana, zikaende kuzaa mia na kuendelea, wakapate kukumbuka wema wako na rehema zako kwa ajili yao. Bwana, kila mmoja akakumbuke neno lako ambao umelisikia, likapate kutenda kazi katika maisha yao, na wakabidhi mikononi mwako. Hata wanapoondoka katika viwanja hivi, naomba ulinzi wako Bwana, ukiwatangulia katika njia na katika hatua. Bwana, ukawatamie. Bwana, ukawapiganie. Nguvu zako Bwana zikiwafunika pande zote na kuwatia uzima. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Baba, na wainua mikono mwako. Amen. Amen. Mungu awabariki. Amen. Mbarikiwe sana na Bwana Yesu.